Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuhubiri kitabu cha Samueli wa kwanza mstari wa 8:1 mpaka 22. Sai watu wanalia sana, maisha ni magumu. Watu wanalia maisha ni magumu. Watu wanateseka sana. Magonjwa yamekuwa mengi yasiyo na tiba. Watu wanasoma wanakosa makazi. Watu wanapitia hali ngumu sana ya maisha. Watu wanaenda tupu. Watu wanaenda tupu ya mnyama. Watu wanalewa pombe. Wanalewa kwa bangi. Watu wamejikataa. Watu wanalia ufalme. Wanasema uongozi unaongozwa si mzuri. Kila mtu analia uchumi ni mbaya. Kila mtu anasema uchumi ni mbaya, analia uchumi. Hakuna maendeleo. Hata mtu atafanya maendeleo, hakuna maendeleo. Watu wanalia fedha, ukosefu wa pesa. Hospitalini watu wanakufa hospitalini. Magonjwa yamekuwa mengi yasiyo na matiba. Haya yote yanasababishwa na nini? Haya yote yanasababishwa kwa sababu watu wamemkataa Mungu. Mungu ndio watu hawataki Mungu. Watu wanataka baraka za Mungu, lakini yeye mwenyewe huyo Mungu hawana haja naye. Hawamtaki Mungu. Hizo sheria za Mungu hawazitaki, lakini baraka za Mungu wanazitaka. Watu hawataki kusikia maneno ya Mungu. Hayo mambo yalianza kitambo. Wakaenda Samueli, wakamlilia Samueli, wakamwambia Samueli, tunataka kiongozi, tunataka mfalme. Wakamwambia Samueli, tunataka mfalme, wewe umekuwa mzee, umezeeka sana, na wanao hawafai, hatutaki wanao. Tunataka mfalme atuongoze. Wazee wa Israeli wakakusanyika wakamwendea Rama, wakamwendea Samueli. Wakaenda akamwambia Samueli, sisi tunataka kiongozi. Tunataka kutawaliwa. Samueli akamlilia Mungu, akamwambia Waisraeli wanataka mfalme. Bwana akamwambia Samueli, niliwatoa Misri, walikuwa wanateseka sana. Wanateswa sana kule Misri, nikawatoa. Shukrani yao nilikuwa ni kutengeneza miungu mingine. Wakatengeneza miungu mingine waiabudu. Wakaanza kuabudu miungu mingine. Hivyo ndivyo wanavyokufanyia wewe. Hawataki mfalme. Mimi ndimi hawanitaki niwaongoze. Mimi Bwana hawataki niwaongoze. Kwa hivyo si mfalme wanataka, ni mimi hawataki niwaongoze. Hata saa watu hawataki Mungu awaongoze. Hawana haja na Mungu. Hawana haja na sheria za Mungu. Wanataka mfalme awaongoze. Bwana akamwambia Samueli, kawaambie hivi, vile hawataki mimi niwaongoze,
nitawapatia mfalme vile anavyotaka wao, nitawapatia mfalme vile anavyotaka wao. Lakini uambie hivi, kawaambie wale wasichana warembo, wale wasichana wazuri watachukuliwa na mfalme, watafanyishwa kazi wa kutengeneza mafuta, wanamtengenezea mafuta ya kujipaka. Mabwana zao watatumiwa vitani, watateswa, watateseka. Mashamba yao ya mizabibu watakuwa wanakata ushuru wa juu kwa mashamba yao. Watapokonywa mashamba yao na mfalme, watapitia hali ngumu, watateswa sana. Vitu vyao vizuri vitachukuliwa na mfalme. Akaenda akawaambia, lakini hawakutaka kujua. Wakasema, sisi tunataka mfalme, hatutaki kujua, tunataka mfalme. Samueli akawaambia, Bwana atampatia mfalme, lakini haya mtayapitia, yatakuwa maisha magumu sana, mtateseka sana. Watapelekwa vitani, watauawa. Mfalme hatakuwa na imani nao. Mungu akawapatia mfalme vile alivyotaka wao. Wakapatiwa Sauli kuwa mfalme wao. Sauli akawatesa sana. Wakachukuliwa mabwana zao, wakapelekwa vitani, wakauawa. Wakateswa sana Wafilisti, mpaka wakawa wanajificha kwa mapango, wanalala ndani ya mapango. Wengine wakakimbilia msituni, wengine wakimbilia kwa nchi zilizokuwa jirani. Wakateseka sana. Kwa sababu ya nini? Walikataa kuongozwa na Mungu, wakasema wanataka mfalme. Hawataki kuongozwa na Mungu, wanataka mfalme. Mungu akawapatia Sauli akawatesa sana. Hata sasa ni hivyo. Hawataki Mungu, watu hawataki Mungu, wanataka utawala wa binadamu. Hakuna wakati binadamu atatawala vile unavyotaka wewe. Hakuna binadamu atakuja kuongoza vile unavyotaka wewe. Uongozi mzuri ni uongozi wa Mungu. Mungu ndiye ana imani na mwanadamu. Mwanadamu hana imani na mwenzake. Anajiangalia ubinafsi wake. Sauli mwanawe, nadhani yeye peke yake ndiye alikuwa na upanga na mwanawe. Wengine hawakuwa na upanga wa vita. Wakawa wanateseka sana. Na Mungu alikuwa amewaambia, nitampatia mfalme, lakini mfalme atamtesa. Lakini hawakutaka kujua. Hata siku hizi ni hivyo. Watu hawataki kujua. Wanataka mfalme ule wanaotaka awaongoze wao. Hawataki uongozi wa Mungu. Na hayo ndio inayofanya watu wateseke, watu wapitie hali ngumu. Kwa sababu mtu wa Mungu hasikizwi sahihi. Hata akihubiri, makanisa yanapingwa, wahubiri wanapingwa. Na wengine nao kwa sababu ya tamaa zao, nao wametekwa nyara na mambo ya dunia kwa sababu ya tamaa zao. Mungu naye amewaacha watu wamemwacha kwa mzaha, wakidhania ni mzaha, naye Mungu amewaacha kwa hasira. Kwa sababu hawataki kumsikiza, hawataki kufuata sheria zake na maagano yake. Na hayo ndio inasababisha haya yote yanafanyika. Na kwa hayo Mungu ambariki. Amen.